Bwana Yesu asifiwe siku ya leo. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Majina ni Evangelist Jane Muthenya. Siku ya leo nimekuja mahali hapa tuongee neno la Mungu. Tukumbushane. Maana mambo ya Biblia ni kukumbushana. Tukumbushane aje? Ya kwamba tuko safarini. Sisi wanadamu tuko safarini. Kuna wakati wa mwanadamu kusaliwa, kuna wakati wa kuolewa na kuna wakati wa kutoka duniani. Lakini Yesu alitupa tumaini la maisha wakati alitununua kwa damu yake ya thamani. Je, mtu wa Mungu, wewe ambao umeokoka, unapoamka unafikiria nini juu ya maisha yako? Ni kweli tunaamka tunaenda kutafuta pesa? Ni kweli tunaamka tunaenda kutafuta makazi? Ni kweli tunasomesha watoto? Ni kweli tuna watu wanaolewa? Je, unafikiriaje kuhusu wewe mwenyewe? Uhusiano wako na Kristo Yesu. Hiyo ndio nimekuja tu nikukumbushe, nikwambie katika mambo yote ambayo unaofanya uwe na ushirika na Kristo ambaye alilipa gharama msalabani kwa sababu yako. Juzi tulikuwa tunasherehekea Pasaka. Pasaka ni nini kwako? Sitaki kurudi huko. Lakini siku ya leo nimekuja kukumbusha, nikwambie life haina shortcut. Maisha haina shortcut. Ati nitapasua hivi nifikie pale. Haina shortcut, mtu wa Mungu. Na ikiwa utatumia shortcut katika maisha, utajipata pambaya. The original life itakuja na itakuchanganya. Ya pili, hii maisha haihitaji kujifanya ili upendwe. Usiwahi jifanya. Kile hauko. Na wacha nirudie tena, mtu wa Mungu. Kile hauko. Usingangane na maisha kujifanya ili yaani wewe upendeze mtu. Either upendeze watu wa kwenu, ama upendeze wapendwa kanisani, ama upendeze mke wako ama mume wako ama watoto wako. Life is real. Maana ukijifanya leo hii ni jaribu kujifanya na kupenda na sikupendi, ukweli utafika mahali nichoke. Niwe real. Kuna watu katika maisha wamejifunza kujifanya. Mtu wa Mungu, usijidanganye. Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu, hicho ndicho utakachofuna. Roho yangu kama mtu wa Mungu nimejifunza kutoamini watu. Na kwa nini nikwambie kutoamini watu? Na ujifunze kutoka kwangu vile nakwambia. Leo hii umewahi jua kuna mtu anaweza kukuchekesha, lakini roho yake ni mbaya. Leo hii umewahi jua watu wenye ulisimama na wao ama uliwapenda, au ndio watu wanaweza kukuumiza roho. Leo hii unajua ya kwamba wewe mtu wa Mungu, watu ambao au kulala ukiwaombea ndio wanaweza kukukata roho. Mtu ambaye unaweza kung'ang'ana umpe kile uko nacho, na mwishowe akulipe malipo si mazuri. Nimejifunza kutoamini mwanadamu. Nimejifunza. Na wewe njifunze hivyo.
Nimejifunza kutopeana roho yangu kwa wanadamu. Maana shida moja, mtu ambaye aliyo real kwa wanadamu wenzake, yeye upata watu fake. Do you know, mimi kuambia ukweli, mimi sipendi kujipretend. Ikiwa nimekasirika, nimekasirika. Na sipendi kudanganya mtu. Natakanga nikuambie hii njia sio hiyo. Maana kwa nini? If leo nitajifanya kwako, nikudanganye, ni benefiti kutoka kwako, je, Yesu anasema nini? Nimejifunza kutoamini watu. Na ninataka sana kujua the Holy Spirit anaongea nini kuhusu huyo mtu ananichekesha, huyo mtu ananifanyia mambo mazuri. The Holy Spirit ndiye anajua, maana moyo wa mtu uko ndani. Watu wa Mungu, tuache kuishi maisha ya fakeness. Nimekuja tu kukuambia na nikisoma maandiko. Wacha kuishi fakeness life. Wacha kwenda kujifanya. Wacha kupendeza mtu wa Mungu. Iwe ni kanisa ya dini, iwe ni kanisa ya kiroho, iwe ni kanisa ya aina gani, madhambauni. Watu waache kujifanya. Imagine Yesu atadili na wewe. Ataongea kuhusu mchungaji, ataongea kuhusu mamako, ataongea kuhusu babako. You have your own life. Na ikiwa vitu asiendi, ikiwa uliombewa na hukupona, haukupona, ikiwa uliombewa ubarikiwe na hukubarikiwa, yani iko hivyo. Ikiwa uliokoka na hujabandirika, unajua hujabandirika, mtu wa Mungu. Na ni vizuri sana kujua shida yako mahali huwa inatoka. Kwa sababu nikuulize leo, unapoenda kwa daktari ukiwa mgonjwa, daktari atakuuliza unasikia aje, na utamwambia vile unasikia. Hakuambie niambie yote. Maana ukienda kumbakisha umwambie naumwa na kichwa, niko hivi na umevicha ya miguu, atakupea tu dawa ambazo tu ni za hicho umemwambia. Imagine nawe ukienda kwa Mungu umejikava. Do you know, kwa Mungu tuko uchi mbele zake. Tunapodanganya, tunapojifanya, anaona. Yeye ni Mungu. Tutaponaji tusipojali wokovu wa Yesu? Mtu wa Mungu, enda kwa Mungu ukiwa vile uko. Waambie Mungu, mimi nimechoka na kudanganya. Najua kwa watu wameokoka, lakini maisha yao yanawasumbua. Unajua kwa nini watu usumbuka? Kwa sababu hujakubali kile kinakusumbua kiko ndani yako. You just pretend. Imagine unajua umeokoka, Yesu ni Bwana, na unang'ang'ana na dhambi ya usherati. Si umwambie Yesu, ni kweli umeniokoa, lakini usherati inanilemea. Siwaambie Yesu, nimeokoka, lakini sina heshima, siheshimu watu. Mwambie Yesu, nimeokoka, kiburi kimenikalia. Maana Yesu anataka mtu ambaye anamwambia ukweli. Ni kwa nini Yesu alikuwa anaenda anakuta watu na wanawauliza, je, unataka kuponywa? Yesu angewaponya bila wao kutaka. Kwa sababu gani?
Wokovu ama kuponywa ni kutaka kwa mtu, ni kutaka kwako. Kuacha dhambi ni wewe utataka, mtu wa Mungu. Kufuata Yesu ni wewe utataka. Yesu alienda akakuta Petro na Yohana wakiwa wanafua samaki. Kawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wafu wa watu. Tunaelewana, watu wa Mungu? Naweza kuwa mdomo yangu iongei vizuri, naweza kuwa sijui Kisungu, naweza kuwa sijui Kiswahili vizuri, sitamuki vile we unaweza kutamuka. Lakini nikwambie kitu, Mungu uchukua wale watu ambaye hawajakamilika, anawakamilisha. Kwa Mungu hakuna masomo inahitajika. Kwa Mungu hakuhitajiki mtu anaongea vitu akiwa amesomea. Kwa Mungu ni kurokota wale takataka na kuwafanya kitu. Falme wa Mungu haufananishwi na kipimo cha duniani. Naweza kuwa naongeanga kwako, una criticize huyu asemi vile. Imagine nilijipata tu hivyo tu, na ni lazima Mungu akitaka aite Mungu ampunguze ama apitwe na vitu fulani ili akuje kumchukua, ampe zile zake ili aweze kujitukuza ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema amen wewe ambao unabarikiwa. Na wewe ambao nimekukwasa, ukweli ndio huo. Mimi upenda nikiendanisha na mtu nikuambie ukweli, unipende unichukie. Lakini nikuambie, hakuna mtu ataishi miaka yote duniani. Wewe ambaye uko na mali, wewe ambaye uko na gari mzuri, wewe ambaye uko na makambani, wewe ambaye uko na kila kitu, nikuambie siku moja utaondoka vile ulikuja. Na Yesu asifiwe. Sema amen. Nimeangalia watumishi wa Mungu wengi, Billy Graham, Mbonge, watumishi wa Mungu wakubwa walilala au watu wa Mungu. Nikaangalia nikasema, na je, ni nani ataishi duniani? Maana hiyo ndio njia. Kina Catherine Kuhlman, watu waliumbili Mungu. Kwa hivyo nikuambie, mtu wa Mungu, unapoamka, unapotembea, usijione uko worthy kuliko wale wengine. Heshimu watu, wapende watu, usiumize mtu roho yake. Value kile ulipata kwa mtu. Kwa nini unadharau kile ulipata kwa mtu? Ikiwa ni wokovu, ni mtu alikwambia Yesu ni Bwana akuokoe. Ikiwa ni mafanikio, kuna mtu alisimama na wewe ukafanikiwa. Maybe ulimkuta huyo mtu akakuombea, ukabarikiwa, ukainuliwa, na ukamdharau huyo mtu. Maana yeye hakupata ngari kama wewe, maana yeye hakupata kambani kama yako, maana yeye hakupata chochote. Do you know huyo mtu alikuwa daraja ya Mungu kwako na ukamdharau? Sijui naongea na nani. Ukadharau. Wacha kudharau mwanzo wako mzuri, mwanzo wako ambaye ulikuwa bure. Nyenyekea. Na watu wa Mungu niwaambie kitu. Do you know, kila hatua tunatumia, kila maongeo, kila maneno inahesabu na itahesabiwa na utayasema wewe. Kule ulipitia ukaumiza watu,
unajiulizanga kitu. Huyo mtu unaona barabarani anatembea mkuu na slippers. Hakuna kitu alifanya Mungu akawa hivyo. We Mungu amekurehemu. Usidharau mwanzo wako mdogo. Maana ukidharau mwanzo wako mdogo, kuna watu husema ati huyo mtumishi wa Mungu hakuna kitu alifanya kwako, na una value yule wa current ambaye unajua kuna mtumishi wa Mungu maybe ana kitu alisimama na we ukapata kitu, akakuombea ukapona, akakuombea ukombozi ukakombolewa, na ukamdharau tu, ukamdharau. Je, wakati wewe mtu wa Mungu, wewe ungetaka ufanywe nini? Mimi naogopa sana matendo. Mimi hakuna mtu siwezi ambia pole. Hakuna mtu siwezi ambia pole, kwa sababu mimi ni nani? Mnyenyekee watu wa Mungu. Na maybe leo wewe unateswa na mtu ulidharau wa Mungu. Mimi haka kama sielewi mtu wa Mungu na siongei, na yule alinisaidia na njua, na wale nilisaidia na jua, siwezi sahau ikiwa nilikusaidia. Maana hata nikijifanya akili iko na memory, yule nilisaidia na mjua, hata kama nilimsaidia na neno moja. Na wewe nilikusaidia, unaweza kusema si mimi nilikusaidia, ni Mungu. Lakini Mungu hutumia watu kusaidia mtu. Vitu spiritual asiwezi lipwa na kanal. Sikuwa nakuja kuongea hiyo, lakini sijui maybe kuna mtu mahali anateseka. Yesu alikuwa anauliza mtu, unataka kuponywa? Hakuenda na kuwaponya. Mungu akusaidie na nisaidie. Na mimi anaendelea kunisaidia tu. Na kaanga miguuni, kaambia Bwana, ni nini? Nisaidie, nisamee, nioshe. Maana tani kuambie, chochote unapenda siku moja utakiacha wewe, na utaenda safari ambao hautarudi. Na kabla hiyo wakati ijafika, geukie Yesu, mwambie Bwana, na nikuambie, wezi simama Bwana nisamee, umesimama na umeenda. Dhambi usamewa kwa kuomba mpaka ndani ya roho. Na hebu niwaambie kitu kingine nikimaliza laini hiyo. Ukikosea mtu, wacha kuenda kuomba Mungu msamaha. Enda kwa huyo mtu, mwambie mtu, nilikukosea wapi? Mwambie 1 2 3 nisamee. Asipo kusamea, enda kwa Mungu. Enda umalizane na watu uliokosea. We mtu wa Mungu, wewe ambao umeokoka, Yesu ni Bwana, umekosea watu wengi, umekosea mtu. Hauwezi tubu dhambi ukiwa ulikosea mtu. Enda kwa mtu, mwambie nilikukosea. Na watu wa Mungu tujifunze kufanya amani na kila mtu. Mtu aje, make sure mali upo umetoka na baraka za huyo mtu. Hata mzazi ubariki mtoto akienda kuanzisha mboma. The same as mtu wa Mungu, usiwahi achanisha mtu wa Mungu useme alikuwa wazizo, ni achanisha mtu wa Mungu. Na ni mtu mlishikana ana kwa ana mkakaa. Unaweza kudharau mitandaoni uende, but mtu mlie ukaa pamoja, mkaweka angano, tutaishi pamoja, wewe ni mzazi wangu wa kiroho,
Wakati utataka kuondoka, kuja umwambie nina wazo la kuondoka. Akupee baraka zake, ama akuulize naweza kuwa nimekukosea. Muongee mumalize ili upate baraka za njiani. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni kujifunza. Nasema kuna watumishi wa Mungu aliye na Mungu. Unaweza kuhangaika sana. Unaweza kupata mali na una amani. Unaweza kuhangaika. Vitu nyingi watu wanaoteseka ni zile walianzisha. Kwa hivyo mjifunze kurudi na kusema asante kwa watu wa Mungu na kuambia mtumishi wa Mungu nilienda. Unaongea na yeye vizuri. Ikiwa utamwambia ukweli na afanye vitu, Mungu si ni baba, atakutetea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Hapa kuna maandiko ambao nilikuwa nasoma kuhusu mtu aliyekaa miaka 38. Kwa nini maandiko inarudiwa? Ili watu wa Mungu waamke akili na wajue yale Bwana aliyoyatenda. Hata saa anaweza kutenda. Inasema ya kwamba hiyo ni Yohana 5 mstari wa 1. Ukiteremka hapo inasema, baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akakuya kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matayo 5. Ndani yayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika shuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo mtu amelala, naye akinjua ya kuwa amekuwa aliyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mtu mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, naye alikuwa ni Sabato siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu alikaa mahali pale akusaidiwa. Naweza nakakaa miaka hiyo yote jamani. Huyo mtu alitegemea misaada ya watu, lakini hakuna mtu alimsaidia. Inawezekana wewe umetegemea watu. Inawezekana wewe kuna hali imekusaidia. Umeenda umetoa sadaka au kupona. Umeenda kila mahali ukitafuta msaada. Ukienda kwa daktari, unamwambia unalipa pesa na unagonjeka, unaendelea kugonjeka. Siku ya leo na kufananisha na huyu mtu ambaye amekaa miaka 38 akingojea mtu akuje amsaidie. Lakini Mungu, Bwana Yesu asifiwe, maana yeye alimuona na akaenda kumponya. Kitu cha kwanza Yesu alimuuliza, unataka kuwa mzima? Huyu mtu alianza yeye kulienda kwa kuwa ati watu wanakuja wanafanya. Yesu mwana wa Mungu anapokuja katika maisha ya mtu, anakuja kukuponya. Hataki kujua historia yako, anakuja kukukomboa. Hataki kujua ni nani hakukusaidia, hataki kujua ni nini ilitendeka. Akinja amekuja maana yeye ni Bwana na yeye ndiye akonda uponyaji. Yeye hataki kusaidiwa. Na huyu mtu aliambiwa na Yesu, amka na uende, amka na uende, umekuwa mzima. Mtu wa Mungu, nikwambie, unahitaji Yesu.
unahitaji kuwa na ushirika na mwana wa Mungu ili anapokukomboa umuinue na umtukuze. Nasema Yesu asifiwe. Sema amen. Hivyo sijui ni hali gani umekaa, umeng'ang'ana na nini. Wacha nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Shetani hana shida na wokovu wako. Naweza ukaokoka lakini ukawa mpungwa wa mashida ya mwili. Ukae tu ukiteseka. Yesu ni Bwana na unateseka. Wacha nikwambie, kumngojea Mungu sio rahisi, lakini siku ya leo fananisha hali yako na huyo mama, na mwana wa Mungu Yesu Kristo akashuke akuokoe katika hali uliye ndani, katika shida uliye ndani. Unajua kila mtu kuna kile umsumbua katika maisha yake. Kwa hivyo mwana wa Mungu akashughulikie hali zako, zile watu wameshinda kukusaidia. Unajua kuna hali zingine huwa ndani ya mtu zinawekwa ili we mwenyewe usaidiwe na Mungu, ili umtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Watu wa Mungu, naenda haraka. Tunaenda tena kwa Marko 5:1. Acha nikwambie mtu wa Mungu, hapa niwaambie ukweli. Yesu Kristo alikuja ili tuwe huru na tuwe huru tele. Naenda kusoma Marko 5 kuhusu hivi. Nasoma haraka sana. Wakafika ng'ambo ya bahari paka ya inji ya Wangerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani. Usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele kuja kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, ni nani? Ina nini wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa jina la Mungu, usinitese, kwa sababu nimemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsisa na wapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsii wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia. Wakawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lolote likatelemka kwa kasi ngengeni, wakaingia baharini, wakapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakaelezea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu naye ni mtu aliyekuwa makaburini. Hakuna mtu alimsaidia, pepo zilimjaa zikamtesa. Mwana wa Mungu alipokuja alimsaidia, alimkomboa. Nasema nini, mtu wa Mungu? Wakati utaona uko na shida ndani yako, kuna pepo, na pepo ikiingia ndani ya mtu, ikianza ngonjwa moja, inanjaanga magonjwa. Unajikuta magonjwa
magonjwa imenjaa ndani yako. Bwana Yesu siku ya leo akufungue kama huyo mtu alikuwa nakaa kama mnyama. Makaburini ni kwa wafu. Sijui ni wapi umefungwa kwa makaburi. Sijui ni wapi hizo pepo uko nazo zimekupeleka. Aidha ni makaburini, aidha ni kwa magonjwa, aidha ni kwa hali zote, aidha ni kwa dhambi. Hizo maroho zikaangamizwe na moto wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu, nguvu zake zishuke zikakukomboe wewe mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Siku ya leo mwana wa Mungu akakuonea huruma, akakusaidie wewe mwanadamu, akakutoe katika makaburi yote ya shida, makaburi ya dhambi. Na kuambia mtu wa Mungu, dhambi ndiyo shida kubwa katika mwanadamu, na uwezi shinda dhambi kimtu. Uwezi jing'ang'ana uwe mtakatifu. Holy Spirit ndio ufanya mtu awe mtakatifu. Amen. Sema amen. Kwa hivyo siku ya leo, haijalishi ni nini, haijalishi ni nini, haijalishi ni nini, mwana wa Mungu akaweze kukufungua, kakaweze kukuweka huru. Wewe ambaye unaumangwa na kifua, na wewe ni follower wangu, acha nikwambie siku ya leo, wewe ambaye unaumangwa na kifua, na wewe ni follower wangu, Mungu akakukomboe na hiyo kifua inakuuma kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mungu aliniambia unaumwa na kifua, sikutaji wewe ni nani, na maana najua unanifuatilia na siwezi kukufikia, na kuambia Yesu akuponye na hiyo kifua inakusumbua, inakuuma. Wewe si pesa hauna, uko na pesa, uko na maisha, magonjwa yako ndani yako, unaumwa na kifua. Mwana wa Mungu aliyeniambia kukuhusu wewe akakukomboe na hicho kifua kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Hii siongei nikibahatisha, ni mtu najua naongea na yeye hapa, maana namjua na kujua kwa jina, lakini sitakuambia jina lako kwa mtandao. Bwana Yesu akusaidie. Na ikiwa wewe na kuongelesha na utaniangalia na unaangalianga video zangu na unanifuatilia, hata saa zingine unaulizanga alienda wapi, kwa nini haumbiri, kwani alianguka, kwani aliacha kuumbiri. Sijaacha kuumbiri. Wakati siumbiri, nimeingiana na Mungu niumbe maina amani, maana wokovu ama nguvu za Mungu zinaingianga ndani ya mtu na kuanga naumba madhabahu yangu. Watu wa Mungu, wewe ambaye ni mshirika wangu wa YouTube channel na uko mgonjwa kifua, ni kifua kinakuuma na wewe unajua unaumwa na kifua, may God deliver you in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Ama urudi unitafute tu, maana unajua mahali unaweza kunipata. Unaweza kunipata. Wacha kujifanya, nitafute, ukuje unitafute tu. Mimi si Mungu, mimi ni chombo cha Mungu, na maana siwezi kukufikia. Nikikutafuta hautanielewa. Nitafute. Na mtu yeyote ambaye umeokoka, Yesu ni Bwana, na hamuna amani, unajua kitu, kuna mahali kilipitana. Bwana Yesu akukomboe na akupe amani katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na wewe ambao unabarikiwa na kuombeanga na kupea ujumbe ndani ya YouTube channel na umeona Mungu, si useme umeona Mungu, andika kwa comment useme amen kwa yale umetendewa. Sijui wale wanaona ni wakina nani, na kwani muliambiana msiandike kitu kwa nini comment yangu, na nikiangalia wengi wao amjuani. Si unitie moyo useme amen,
maana ni neno la Mungu na kupeanga, hakuna kitu kingine. Hata hivyo hakuna shida. Wewe ambaye ni mgonjwa, Bwana akakutane na haja zako na kukomboe katika jina la Yesu Kristo. Mimi nataka kumaliza tu hapa. Nataka kumaliza na maandiko napenda sana. Iko katika Matthew 11:28. Inasema hivi, Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Itikeni nila yangu, jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwako. Unahitaji Yesu. Surrender yourself unto Jesus. Unajua kuna watu wameokoka na hawajajiachilia kwa Mungu, hawajiachilia kwa Yesu Kristo. Na Yesu alisema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba ila kupitia kwangu. Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu, mwana wa Mungu. Alisema hayo. Kwa hivyo watu wa Mungu, siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 5 2025, Bwana akakukumbuke kama vile alikumbuka mtu makaburini, na kukomboe na hizo maroho na uwe huru. Bwana akakukumbuke kama vile alikumbuka huyu mtu wa miaka 38. Na nikwambie kitu, mtu wa Mungu, shughulikia roho yako vile utaishi na Mungu vizuri. Don't fake life. Usijipretend, yani usijifanye mambo yako sawa yakiwa yako sawa. Kuna watu wazuri tu wanajua kujificha. Ikiwa hujapona. Ikiwa umeokoka na umechanganyikiwa. Ikiwa yani katika maisha yako, mwanadamu, nimalize, utakaona mambo hayaendi vizuri. Chunguza laini yako. Ni wapi pepo iliingilia? Align yourself. Ukae chini, judge yourself. Be your own judge. Judge yourself. Jiulize, ni nini nafanyanga naomba itimie? Na je, ni nini nang'ang'ana naye? Ukijua shida ni ipelekee Yesu. Bwana abariki, awainue, atende mema. Wewe ambao hujaokoka, sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nisamee dhambi na makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Yesu, mwana wa Mungu, naamini ulisulubishwa, ukafa, ukazikwa, siku ya 3 katoka kwa wafu, na wewe ndiye nakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekupokea, wewe ni Bwana. Niongoze, nipe Roho wako Mtakatifu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa huyo mtu ambaye ameokoka. Yesu, wewe umekuwa Bwana. Muongoze kwa kanisa ambao inaumbiliwa ukweli. Wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Bwana. Dhambi zao kazioshe kwa damu ya Kalvari. Asante kwa wokovu wako na nguvu zako. Wale nimeumbilia, nimewaachilia neno lako, nimepeana mawaidha, nimepeana. Roho wa Mungu wa Yesu, saidia kila mtu kuelewa kila neno lake, ile nimesema, katika kiwango kile ambacho anaelewa. Mimi si kitu, mimi ni chombo umenitumia. Unisaidie kama wao. Kiwasaidia, nisaidie Bwana na kuhitaji. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana. Pokea sifa na utukufu. Uinuliwe, utukuke, maana wewe ni Mungu. Asante kwa kila hatua, asante kwa kila hali. Wabariki, wainue, watende mema na wakomboe. Holy Spirit, ingia ndani yao, waongoze. Na ni kwa Yesu Bwana nimeomba na kuamini. Amen and amen. Thank you.